majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Bwana wa majeshi uinuliwe, maana hakuna aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wetu, makuu yote wewe umetenda. Siku ya leo umetutendea makuu Baba. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Haya, kila mmoja mcheze Yesu, maana yeye ni mwema. Kwa makuu yako Jehova tunatukuza jina lako. Twakuinua maana wewe umetupa uhai siku ya leo. Umetuwezesha asubuhi hii Baba. Wastahili kuinuliwa Baba yetu. Haya, chezea Yesu. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Baba uinuliwe. Uinuliwe. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Haya, kila mmoja ni namna hii. Kila mmoja mruke Yesu. Ruka. 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 Hebu ruka kabisa 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 kabisa. Maana kuna wenye wamelala vitandani hawataweza kurukia Yesu. Kanisa zilipokuwa zimefungwa, kuwa na mahali pa kumrukia Yesu namna hii. Hebu kuwa na furaha ya kurukia Yesu, maana yeye yu hai. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Yesu uinuliwe. Uinuliwe. Hallelujah. Father, we thank you. We give you glory. Love you, God. Because You you are are worthy. like you. Somebody worship the Lord. Somebody worship the Lord. You are the Alpha and Omega. Somebody worship the Lord. You are the Somebody worship the Lord. Open your mouth and worship the Lord. We thank Father, we you love for you. keeping us safe. We give you God. glory.
We thank you The for Lord your and the Son grace like and you. favor. We adore Lord, to you. be where we are this morning, it has taken your hand, our God. How I pray as you assured Cyrus, oh God, that you will get hold of his Somebody worship the Lord. with your righteous Open your mouth and worship I the Lord. pray that this morning, my Father, Kusifu Mungu. on this morning, Una to get wakati wema wa hold kusifu Mungu. of our hands, Una wakati wema wa that kumsifu every Mungu. step we are Inua sauti taking, yako mwambie Baba we wastahili. need you, oh God. Na kuna aliye kama wewe Without your Jehova. presence, we cannot aliye make kama it, wewe oh kiti cha God. enzi. Without your power, we are nothing, Lord. We are nothing, Lord. We need you, Lord. We need you. We need you, Lord. We need you, King. We need your power. Father, we love you. We need you, Lord. We worship you. Somebody worship the Lord. We need Inua you, sauti yako mwambie Mungu wewe ni mwema. Mwambie Mungu ni asante. Mwambie Mungu ni asante. Jehova tunakuamini wewe pamoja nasi Jehova. Wewe pamoja nasi Mungu wetu. Wewe pamoja nasi Mungu Israeli. Tuinue jina lako tuasema mtakatifu mtakatifu. Sifa na utukufu ni zako Baba yetu. Sifa na utukufu ni zako Baba yetu. Tuinue Baba mbele zako Baba. Tuinue mbele zako tuasema Baba kama dhambi zetu. Maana sisi hatustahili mbele zako Baba. Asante maana wewe ni mwema. Ni asante maana umetuponya. Ni asante maana umetupa nguvu. Kumbuka wengine walio ndani ya siku ya leo. Kumbuka wengine waliosali siku ya leo. Kumbuka wenzetu popote walipo. Kumbuka wenzetu mahali walipo. Kumbuka wenye walipo na nia ya kuja kanisani waweze kufika. Where the righteous, oh God, run unto and they are saved. That's why this morning we are raising our voices to you. We are saying you are God. We are saying you are wonderful. Hallelujah. Hallelujah. Unastahili kuabudiwa. Hallelujah. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. 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 Wewe ni Mungu Baba. Kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kupewa sifa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili
Twakuinua maana wewe ni mwema. Hakuna anayeweza kama wewe mfalme. Wastahili kuinuliwa katika kiti chako cha enzi. Wastahili kutukuzwa katika kiti chako cha enzi. Wastahili kuinuliwa Baba yetu. Twakuinua maana wewe ni mtakatifu. Twakuinua maana wewe ni mwema. Twakuinua maana wewe wastahili katika enzi yako. Wastahili katika kiti chako cha enzi. Wastahili kuinuliwa Baba yetu. Wewe ni mwema Baba. Hallelujah. Father, hakuna kama wewe. We love you, Lord. We thank you, King. We want to praise your name. Lord, we love you this morning. We honor you because we feel your presence. We feel your presence. We feel your presence in this place. This place, oh Lord. We worship you, Lord. We tunakuabudu Bwana. To do nothing but to worship. Tumekuja hapa tusifanye lolote lakini kukuabudu. Lift up your name, to exalt you, Lord. Baba, tumekuja hapa ili tukuinue. To exalt you, King of Kings. Tukuinue mfalme wa wafalme. To appreciate you, Lord. Tunataka kukurudishia shukrani. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu kuu. Receive glory and honor. Pokea utukufu na heshima. Speak to us once again. Tunene mara nyingine tena. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We pray and believe. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Praise the Lord. This is a blessed morning. Ni asubuhi ya baraka. This is Nyamataro PAG Church. Hii ni kanisa letu la Nyamataro PAG. In our morning service. Ibada yetu ya asubuhi. Pastor Julius Ochengo inviting you. Ni mchungaji Julius Ochengo anayekualika to our morning service. Katika ibada yetu ya asubuhi. Want to thank each one of you. Nataka nishukuru kila mmoja wenu. Those who have spared your time to listen to the voice of the Lord this morning. Wale ambao mmetenga wakati mwaurwa kabisa ili mkasikise sauti ya Mungu asubuhi ya leo. I want to guarantee you that you are going to be blessed. Nataka nikuhakikishie ya kwamba unaenda kubarikiwa. Because our God is a God who has good plans. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu aliye na mpango mwema. To all those who wait expecting a new thing from him. Kwa wale wanamngojea na kutarajia kitu kipya kutoka kwake. Amen. Amen. So before I start sharing the word of God this morning, kabla nishiriki neno la Mungu asubuhi ya leo, I want us to pray. Nataka tuombe. Loving Father, Baba mpendwa, in Jesus name, katika jina la Yesu, once again we call upon your mighty name. Mara nyingine tena tunaita jina lako kuu. The name to which every name shall bow. Jina ambalo kila goti litainamia. Every sickness has to bow. Kila magonjwa lazima yainame. Every principality, every demon has to bow. Kila nguvu zozote, kila mapepo ni lazima yakainame. A name that sets free those who call upon it. Jina ambalo linawaweka huru kwa wote wanaoliita. A name that is our strong tower. Jina ambalo ndilo nguzo imara kwetu. That it makes us to remain standing. Lile ambalo linatufanya tukasalie kusimama. We worship you today. Tunakuabudu asubuhi ya leo. We expect you to minister to us again. Tunatarajia ukatunenee mara nyingine tena. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. I want us to turn to the book of Matthew. Nataka tufungue Biblia zetu kitabu cha Mathayo. Matthew chapter 28. Mathayo sura ya 28. 18 to 20. Mstari ni wa 18 hadi wa 20. But I'm going to mention only two verses. Lakini, verse 19 and 20. Nitaenda kufanya kasi sana katika mistari miwili ya 19 na mstari wa 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have
commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Read it for us. Swahili inasema, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi endeneni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Amen. Last week, wiki jana, we discussed about listening to the voice of God. tulisungumzia kusikiza ama kutegezi sauti ya Mungu. Hearing and listening to the voice of God. Kusikiza na kuwa makinifu katika sauti ya Mungu. And we saw how Elisha is an instrument bringing the voice of God to the people. Vile tulimtazama Elisha ambaye alikuwa ni chombo, alitoa maneno kwa Mungu akawaletea watu. He was saying that tomorrow things will be far much better than they were that time. Yeye akawaambia kesho vitu vitakuwa bora kuliko vile vimekuwa hapo awali. Then there we see two characters. Kwa hivyo tukaona tabia mbili. One man was a king's officer. Mmoja ambaye alikuwa ni mkuu wa ofisi ya mfalme, who stood against what God was saying. Yule ambaye alisimama kinyume na kile Mungu amesema. And 4 lepers who stood for what God was saying joined Elisha. Na wale wanne walikuwa na ukoma walisimama kwa kile Mungu alisema kumpitia Elisha. They stood with Elisha. Walisimama na Elisha and believed na wakaamini what the voice of God was declaring. Kwa ile sauti ya Mungu ilikuwa ikitangaza. Then they 4 wale wanne with Elisha pamoja na Elisha, we saw they were good news bringers. Tuliona pamoja na Elisha walikuwa ni watu wa kuleta ujumbe mpya. The one officer in whom the king depended was a bad news bringer. Ambaye mfalme alikuwa anamtegemea mkuu wa jeshi, lakini alikuwa analeta habari mbaya. The officer was a bad news bringer. Mkuu wa majeshi alikuwa mtu wa kuleta habari mbaya. The 4 lepers and Elisha, they were good news bringers. Elisha pamoja na wane wa ukoma walikuwa wanaleta habari njema. And then God used them ndipo akawatumia to bring a shaking in Samaria. Ili kuleta mji katika Samaria, a shaking, tetemeko. Their work brought shaking. Kutembea kwao kulileta tetemeko katika Samaria. God will cause you to cause things to shake. Mungu atakusababisha ili ukatingize vitu. When you depend on him, wakati umejiajilia kwake, unapoamini neno lake, he will cause your steps to shake the surrounding. Atasababisha miguu yako ama hatua zako zikaleta mabadiliko. Today, leo hii, I've said the 4 lepers and Elisha, they were good news bringers. Nimesema leo Elisha na wale wane wa ukoma walikuwa wanaleta habari njema. Today my message, leo ujumbe wangu, marks of good news bringers. Ishara za kuleta habari njema. Marks of qualities of good news bringers. Umuhimu wa kuleta habari njema. No, qualities, marks, signs of good news bringers.
ishara bora za kuleta habari njema, attributes of good news bringers, tabia za kuleta habari njema. Those who bring good news. Wale wanaoleta habari njema. We have read Jesus commanding his disciples. Tumesoma Yesu kuamuru wanafunzi wake, go therefore to the world, endeneni katika ulimwengu, to all nations, not one nation, all the world, and make, sio kwa taifa, mukawafanya wanafunzi. Jesus is talking of going out, commanding his disciples after training them. Yesu anawaamuru wanafunzi wake waende nje baada ya kuwafundisha. After disciplining them, wakati amewaadhibu, then he sends them out. Sasa anawatuma nje to go and preach the gospel, waende wakahubiri injili, to bring good news, walete habari njema. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Those Jesus is sending out, wale Yesu anatuma nje, is sending them out so that they can make all nations, ili wakaende wakafanye mataifa yote to be like Christ, wawe kama Kristo. And that is what he's sending out his disciples to do. Hayo ndiyo anawatuma wanafunzi wake nje wakayafanye, to produce people like the master, like them, kusababisha ama kuwatengeneza watu kuwa kama mkuu ama kama wao, through training or teaching, kwa kuwafundisha na kuwatengeneza, and baptizing them, na kuwapatiza wao. The Bible talks of baptizing them, Biblia inazungumzia kuwapatiza wao, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Then verse 20 says teaching them. 20 nasema na kuwafundisha. Baptism comes first. Batizo huja kwanza. I remember when we joined the baptism class those many years. Nakumbuka tulipojiunga na darasa la ubatizo miaka iliyopita. Some could not be baptized because they failed the baptism class. Kuna wengine hawakupatizwa ni kwa sababu walianguka masomo ya darasa la ubatizo. You have failed, eh? Wanaambiwa nyinyi mmekosa baptism class, so you are reward. Sasa nyinyi hamtapatizwa, mtapatizwa wakati mwingine. That is not biblical. Hiyo sio Biblia. It is not scripture. Hiyo sio maandiko. This is sharing the good news. Ni kwa kushiriki habari njema. Person hears the voice of God, na mtu asikise sauti ya Mungu, is baptized, na yeye anapatizwa. Teaching follows. Mafundisho hufuata, to correct wrong teachings, ili kurekebisha mafundisho mabaya. After dying with his holy ways, dying with Christ and resurrecting the Christ, yeye kukufa kwa njia zake mbaya na kufufuka na Kristo Yesu, teaching follows. Ndipo za mafundisho yafuatilie, correct the wrong understanding, ili kurekebisha kuelewa kubaya, correct the wrong mindset, ili kubadilisha mawazo mabaya. So Jesus sent them out. Kwa hivyo Yesu aliwatuma nje. After calling them, kabla ya kuwaita, training them and teaching them, kuwafundisha na kuwatengeneza, he gave them a new title. Yeye aliwapa jina mpya. He gave them a new title. Aliwapa jina mpya. Apostles, mitume. Those who are sent. Mitume ni wale wanaotumwa. When the Lord calls you, trains you, he transforms your character. Wakati Bwana amekuita, anakutengeneza, anabadilisha tabia yako. It changes because you are now Christ-like. You become like Christ himself. Anakubadilisha na sasa unakuwa Kristo mwenyewe. He gives you a new title. Anakupa jina mpya. The old are removed and you become a new child of God. Ya kale yanaondolewa, sasa unakuwa mwana wa Mungu. So he gave them a training and they changed their titles. Kwa hivyo aliwapa mafundisho, akabadilisha majina yao. You know, training, najua kufundishwa, gives you a new title. Inakupa jina mpya.
A teacher undergoes training to become a teacher. Mwalimu huenda kwa mafundisho ili awe mwalimu bora. A driver goes thorough training before he's certified that he's a driver now. Driver ama dere anaenda shule ya udriver, anafundishwa ili yeye akamakinike ya kwamba yeye amekuwa driver subafu. You cannot become a doctor until you are trained to become one. Hawezi kuwa daktari kama uchaenda katika mafundisho ili kuwa mmoja. You cannot become a nurse until you are trained to become one. Hautakuwa nurse kama uchafundishwa kuwa mmoja. You cannot become an accountant until you have been trained. Hawezi kuwa mtu wa kuhesabu pesa, ni lazima uende kwa mafundisho ili uwe mmoja. You cannot become a pilot. You undergo thorough training. Kama unataka kuwa rubani, lazima uende kwa mafundisho ili uwe mmoja. So we have been sent to take the gospel. Kwa hivyo tumeitwa ili tupeleke ujumbe ama habari njema. To make disciples. Kufanya watu wanafunzi. To make those who are Christ like, who are like Christ. Tufanye watu wawe kama Kristo. That is what the Lord has called us to be. Hiyo ndiyo Bwana ametuita tuwe. Now let us go back. Wacha turudi nyuma kidogo. Those marks of a good news bringer. Zile ishara za mtu kuleta habari njema. We have seen there are those who are bad news bringers. Tumeona kuna wale wanaoleta habari mbaya. But Christ has called us to be good news bringers. Lakini Kristo ametuita tuwe watu wa kuleta habari njema. He has called you to be a good news bringer. Amekuita wewe uwe mtu wa kuleta habari njema. Not like that officer. Sio kama yule mkuu who says even if heaven is open, nothing can happen like what you are saying. Akasema hata kama madirisha ya mbinguni yatafunguliwa, hakuna lile ambalo litatendeka jinsi umesema. So I want us to see. Nataka sasa tutazame the aspect of good news bringer. Jinsi ya mtu wa kuleta habari njema. Elisha has been sent by God. Elisha ametumwa na Mungu to tell people, kuambia watu tomorrow things are going to be good. Kesho vitu vinaenda kuwa bora. 2 lepers. Wow. Four lepers. Watu 4 wa ukoma. God has put in them the spirit of daring to move. Mungu ameweka nguvu ndani yao ya kuwasukuma wasonge. To go out, to live where they have been. Wasonge mahali ambapo wamekaa kwa muda mrefu. Na wasonge. They moved in unity. Walisonga kwa upamoja. With the one mind they made a forward move. Kwa mawazo moja waliweza kusonga mbele. When they reached in the city, wakati walipoingia ndani ya mji, things changed. Vitu vilibadilika. Things became different. Vitu vilikuwa tofauti. They found all that they have been longing for. Wakapata vile vyote wamekuwa wakitarajia. In 2 Kings 7 verse 9. Wafalme wa pili sura ya 7 mstari wa 9. Good news bringers, watu wa kuleta habari njema, they are selfless. Wao wamejiachilia. They are selfless. Wao wamejiachilia. Self-denial. Wamejinyima wao wenyewe. They are ready to go out and share. Wako tayari kwenda nje ili kushiriki. In fact, that is what Jesus is telling the disciples. Hiyo ndiyo Kristo anawaambia wanafunzi wake. Go out into the world. Enda nje katika dunia. This man, when they found so many good things inside, wale watu 4 walipopata vitu vizuri uko ndani, they said it is not good. Walisema sio vizuri. We stay here alone. Tukae sisi hapa peke yetu. Let's go out and share good news. Wacha tukaende nje tukashiriki habari njema. They are in fact good news bringers. They always move out to tell of good things that the Lord has done. Wao ni wa kuleta habari njema, kila wakati wanatoka nje kusema lile ambalo Bwana amewaambia. A mark of good news bringers. Ishara ya mtu wa kuleta habari njema. They always move out of their comfort zone. Ni lazima watoke katika sehemu yao. Go and tell others of the good
that God has done. Waende wakaambia watu yale mema Mungu ametenda. Ready to share with others. Wako tayari kushiriki na wengine. They said it is not good for us. Wakasema sio vizuri kwetu. We have got all things. Tumepata vitu vyote. Let's go out and tell others. Wacha tukaende nje tukaambia wengine. What the Lord has done. Yale ambayo Bwana amefanya. Bring us always go out. Watu wa kuleta habari njema kila wakati wanaenda nje. And they share. Wanaenda gospel, the good news. Wanaenda wanashiriki injili, wanashiriki habari njema. These lepers became powerful evangelists. Hawa watu wana wa ukoma walikuwa wainjilisti subafu. They took out the good news. Walipeleka nje habari njema. They went out and took out good news. Walitoka nje wakaleta habari njema. I've said, nimesema, mark number 1. Ishara ya kwanza, they are ready. Good news bringers are always ready to go out. Watu wa kuleta habari njema kila wakati wako tayari kwenda nje. Ready to move out of their comfort zone. Wanatoka nje katika ile sehemu ambao wamezoea ama wameona ni timilifu kwao. Self denial. Wao wanachikana wenyewe. You know, when they reach that point, najua walifika mahali and they said it's not good that we only enjoy us. Wakasema sio bora tukafurahie sisi peke yetu. 4 of us. Lakini only we 4. Lakini sisi 4. We know there are many others out there. Kuna wengine wengi huko nje who need something good, ambao wanahitaji kitu bora. Then they went out. Kwa hivyo wakaenda nje to take out the good news, ili wakabereke habari njema. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mark number 2 of good news bringers. Ishara ya watu wa kuleta, ya pili ya watu kuleta habari njema. Quality of a good disciple, in other words. Tabia kwa njia nyingine ya mtu ambaye wa kuleta habari njema. Number 2. Ya pili, he or she is a good team player. Yeye ni lazima awe mtu wa kufanya kazi pamoja. Is a good team player. Yeye lazima akachumuike na wengine na kufanya kazi bora. Ni mtu wa kufanya kazi na wengine. Ni no muntu wakore mirimo na abandi. Praise the Lord. Amen. Is a good team player. Ni mtu wa kufanya kazi na wengine. This is seen in the 4 lepers. Hii inaonekana kwa wale wanaume 4 wenye ukoma. They moved together. Walisonga kwa upamoja, step by step, hatua kwa hatua, marching in unison, wakisonga katika umoja. A good news bringer, a good disciple must be a good team player. Mtu wa kuleta habari njema ama mwanafunzi wa kuleta habari njema ni yule wa kufanya kazi na wengine. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. He is a good player, a team player. Ni lazima afanye kazi na wengine. A good team player. Mtu wa kufanya kazi na watu wengine. Is not a player who scores back to their goal post. Sio yule ambaye anaenda kuweka goli kwa goli lao. A good team player is he who is able to work with others. Mtu yule ambaye anafanya kazi pamoja na wengine ni lazima awe anafanya kazi na wao pamoja. He has good team spirit. Yeye ako na roho wa kufanya upamoja. A team player, a good team player. Mtu wa kufanya kazi na wengine. Good news bringers. Watu wa kuleta habari njema must be a good team player. Lazima awe mtu wa kufanya kazi na wengine. I want us to read the book of Luke chapter 10. Nataka tusome kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 10. I want us to hear. Nataka tusikize. I'm not teaching my own things, but it's biblical. Sifundishi vitu vyangu lakini ni kutoka ndani ya Biblia. And this is what Jesus was teaching his own disciples. Haya ndiyo Kristo alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. A team player. Mtu wa kufanya kazi na wengine. Read for us 10 verse 1. Sura ya 10 mstari wa kwanza. The book of Luke chapter 10 verse 1. Luka mtakatifu
Sura ya 10 mstari wa kwanza inasema hivi: basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kuenda kila mji na kila mahali alipokusudia kuenda mwenyewe. The Bible is talking of Jesus Biblia inazungumzia Kristo calling other 70 aliwaita wengine 70 besides the 12 who were close to him. Kando na wale 12 walio karibu na He yeye, again appointed other 70. tena aliwachagua 70. He sent them out. Aliwatuma nje. The Bible says he sent them 2 by 2. Biblia inasema aliwatuma wawili wawili, In a team of 2s. katika kikundi cha wawili, Not one. sio mmoja. Even when you look at the 4 lepers, they were 4. Hata ukiwaangalia wale wanne wa ukoma walikuwa if they wanne. were to create teams, Kama wangekuwa wangetengeneza kikundi, then it was possible 2-2. ilikuwa uwezekano But wawili they wawili, moved as 4. lakini walisonga kama Look wane. at Jesus' disciples, they were 12. Tazama, wanafunzi wa Yesu walikuwa 12. When it came to creating a team, it was very possible. Wakati alipokuwa atengeneza kikundi ama If timu, we was to send out 3 members in a team, kama angewatuma watatu katika kila kundi, they could make 4 teams. wangetengeneza If we was vikundi to send 4. out 4 in each team, he was to have 3 teams. Kama angewatuma 4 kwa kila kikundi, angekuwa na timu If he 3. was to have a team of 6, he could send out 2 teams. Kama angekuwa na vikundi 6, angewatuma wawili wawili. Now he has appointed other 70, Lakini tena amewachagua 70 wengine, and then he has sent them out in 2. na tena amewatuma nje wawili wawili. He sent them two out to go and take good news. Aliwatuma wawili wawili nje ili wakalete habari njema. Jesus is realizing the important, the benefit that comes with a team spirit. Yesu anagundua umuhimu wa kukua na uhusiano ama kufanya kazi upamoja. In a team spirit, Kuwa na roho ya umoja. he is teaching his disciples that for you to deliver, you must work as a team. Yeye anafundisha wanafunzi wake, ili nyinyi mkatekeleze kazi nzuri lazima muwe kikundi. A good news bringer must work, must be a good team player. Mwanafunzi mzuri ama mtu wa kuleta habari njema ni lazima akaunganike na wengine wakafanya kazi pamoja. He assigned them 2 to go out. Aliwapa kazi wawili wawili wakatoke nje. He sends them out Aliwatuma nje in teams, not as individuals. katika kundi, sio kila mmoja katika upweke wake. It's only the devil who targets one. Ni shetani peke yake anayemtafuta mmoja. If you look at the way even wild animals walk, Unatazama katika minyama wanavyotembea, they walk in groups. wanatembea katika kundi. But when a lion wants one of them, he targets one and he concentrates there. Simba anapomtaka huyo mnyama wa mwituni mmoja, yeye tu ndiye anaangazia na anamkimbisha. Then if these animals makes a mistake and it goes astray alone, the devil pursues, the lion pursues that single animal. Kama huyo mnyama itawezekana akatokelezee peke yake kwa njia moja, huyo simba atamfuata kwa nguvu zaidi. I listened to another speaker over the radio. Nilimsikiza mnenaji mwingine katika redio. He was illustrating this team spirit, the importance of team spirit. Alikuwa anazungumzia roho ya umoja. That a team spirit that Jesus was emphasizing to be manifested in his disciples. Lila ambalo Yesu alikuwa anazungumzia katika wanafunzi wake, huyo roho akaweza kudhihirika katika kufanya kazi pamoja. Among his disciples. Hii ndio Kristo alikuwa anataka aone katikati ama miongoni mwa wanafunzi wake. Working as a team. Kufanya kazi kama pamoja. This person was using Jamaican team, athletic team. Huyo mtu alikuwa anazungumzia Jamaican, timu ya Jamaica.
this man by the name Usain Bolt. Alikuwa anatumia jina la mtu huyu anaitwa Usain Bolt. No, huyu ni mtu Jamaican 100 meter record breaker. Ni mtu ambaye alikimbia mita 100 na akatangulia. And it has never been broken. Na haijawahi shindwa. He recorded around 9.9 seconds. Alinakili sekunde 9.9 in finishing that race, and none has broken it. Kumaliza hizo mbio na hakuna yeyote ambaye ameandikisha hiyo. Then that man said when they were 4 of them running the 100 by 100. Na huyo mtu akasema wakati walikuwa wanakimbia mita 100 as a team, kama kikundi, 100 kupokezana vijiti, 100 by 100, they were able to run, waliweza kukimbia 9.1 seconds. Waliweza kukimbia sekunde 1 9.1 seconds. Sekunde 9.1. So they reduced by 8. Wao waliweza kurejesha nyuma na 8. Averagely they saved 2 seconds. Averagely waliweza 0.2 kuwekeza sekunde 2 in their running as a team. Katika kukimbia kama kikundi, they reduced from 9.9 to 9.1. Walitoa huko 9.8 hadi 9.1 because they were as a team. Kwa sababu walikuwa katika kundi. What is the Lord teaching us? Ni nini Bwana anatufundisha? We must learn how to work as a team. Lazima tujifundishe kufanya kazi pamoja. You know, even God, unajua hata Mungu did not work things alone. Hakufanya kazi peke yake. He said, let us come. Alisema, wacha sasa. Come and let us create man. Wacha sasa tuje pamoja tukamuumbe mwanadamu. God was working as a team. Mungu alikuwa anafanya kazi kwa pamoja ama kikundi. There is no single player. Hakuna mchezaji mmoja who can perform better than alone than when is or she's working as a team. Anaweza kufanya bora zaidi akiwa peke yake, lakini wakiwa katika kundi wanaweza fanya bora. God says, let us make man. Mungu akasema, wacha sasa tukamuumbe mwanadamu. Is with this other God the Father and the Son. Yeye yako na Mwana na Roho. Then he says, na anasema, let us make them have dominion. Wacha sasa wao wakaweze kumiliki. Them have dominion. Wacha wao wakamiliki. God recognizes a good new springer must be a good team player. Mungu anatambua ndiposa mchezaji mzuri ni lazima awe na kundi. A good team player. Lazima aunganike na wengine. Number 3. Ya 3. A good new springer. Mtu wa kuleta habari njema. A good disciple of the Lord Jesus. Mwanafunzi bora wa Yesu. Must be accountable. Ni lazima akaajibike. He must bring back feedback. Ni lazima akarudi na arete habari njema. He should bring back feedback to the master. Lazima arudi kwa Bwana akamwambie yale ambayo yote yametendeka. You know, when the 70 went out, wakati 70 walipoenda nje, as we read in Luke chapter 10 verse 17, vile tunavyosoma Luka mtakatifu sura ya 10 mstari wa 17, the Bible says the 70, Biblia inasema wale 70 they came back walirudi and gave report to the Lord Jesus, na wakapeana ripoti katika Kristo Yesu, saying, Lord, even demons were obeying us. Wakasema, Bwana, hata mapepo yalikuwa yanatutii sisi. A good news bringer, a good disciple of the Lord must learn to bring back report, must be accountable. Mwanafunzi mzuri ama mtu wa kuleta habari njema ni lazima akaajibike. You must give an account of what has happened. You bring back the report to the Lord. Lazima ukaajibike kwa yale yote yametendeka, ukalete habari katika Bwana. Disciples should not wait until yes, what happened. Mwanafunzi mzuri ama wa kuleta habari njema usingoje mpaka ukaulizwe ni nini kilitendeka. Accountability is being answerable. Ni lazima kuwajibika, ni lazima ukaweze kuwajibika. Yes. Yeah. The Lord is teaching that we need to train even our own
Hata Mungu anasema ni lazima tukawafundishe wetu ama nafsi zetu. Even your own kids, your own children. Hata watoto wako. You should impart this sense of being accountable. Ni lazima ukawafundishe kuwajibika. You send them out with some money. Unawatuma nje wakiwa na pesa. You give them money to go and buy some items. Unawatuma pesa wakaenda kununua bidhaa fulani. Accountability will begin from there. Kuwajibika unaanzia hapo. You ask them how much you spend, what is the balance? Ulitumia pesa ngapi na iliyosalia ni ngapi? Show me how you spent. Nionyeshe jinsi vile ulivyotumika. Accountability is very important. Kuwajibika ni muhimu. This is what the Lord was teaching his disciples. Haya ndiyo Bwana alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. Bring a good disciple. Mwanafunzi bora ama wa kuleta habari njema, you must be accountable to the master. Ni lazima ukaajibike mbele za Mwenyezi Mungu. Answerable to the master. Ni lazima ukaweze kujibu ama kuleta ripoti katika Kristo. Answerable to the master who has sent you. Ukaweze kurejesha habari kwa yule aliyekutuma nje. They came back. Walirudi and said, Lord, wakasema, Bwana, wonderful things have happened. Vitu vya ajabu vimetendeka. That is good report. There was no complaint. Hiyo ndio habari njema, hakukuwa na manunguniko. Even demons were obeying us. Hata mapepo yalikuwa yanatutii. Learn to give good report. Jifundisha kupeana habari njema. Lord, what you sent us, the way you commanded us, you said you gave us authority. Indeed, we have witnessed. Bwana, ulisema umetupa mamlaka, umetupa uwezo, tumeweza kufukuza mapepo. They never came back saying, you never gave us pocket money. Hawakurejea kusema hakutupea pesa ya kutusaidia. Tulisumbuka njaa ikatonyorosa. Igo tuachandeke nchara yato nyara. Otuatarebusa magoromire. Tulitembea katika fumbi, miguu imechoka. We have seen wonderful things. Lakini tumeona vitu vya ajabu. Learn to bring good report. Jifundisha kuleta habari njema. Not the bad report. Wacha kuleta habari mbaya. The complaints, the murmuring. Wacha kukunungunika. They came with a lot of joy. Walirejea wakiwa na tabasamu. Wanena mangana tuarolile. Bwana, tumeona maneno. Ndoje ngendo watu tena bokereke. Kile kitu ulichoambia ni kitu cha ukweli. Hata mapepo yalitoroka. Mahali tulipo tunaingia mapepo yalitoroka. Kwamba Yesu aliwaambia msipepe kitu. Know that Christ don't carry anything. Hakuna pocket money. There is no pocket money. Go as I have told you. They never complained that the wow, hawakunungunika hii suti yetu itachafuka tukienda. Lakini walirejelea na habari njema. Walikuja na habari njema. Jifundisha kupeana habari njema. Sio habari mbaya. Come to bring back good feedback. Wacha ukarejee na habari njema. Number 4, because of time. Ya nne, kwa sababu ya wakati. Discipline. Kuwa na nidhamu. A good news bringer must be disciplined. Mtu wa kuleta habari njema ni lazima awe na nidhamu. Disciplined. Lazima uwe na nidhamu. Obeying the master. Kumtii mkubwa wako. Obeying the master and saying what the master says. Kumtii mkubwa wako na kutii kile ambacho amesema. Discipline when you are in the presence of the Lord. Kuwa na nidhamu ukiwa mbele za Mwenyezi Mungu. Not reading Facebook. Sio kuingia katika Facebook. Discipline as a good disciple. Kuwa na nidhamu kama mwanafunzi. Listening keenly to what the master, the preaching of the master. Kusikiza yule ambaye yule mkubwa anapohubiri. Must be disciplined. Lazima uwe na nidhamu. The Lord tells in that Luke chapter 10:7. Biblia Yesu anawaambia hapa Luka mtakatifu sura ya 10 mstari wa 7. Wherever you go and whatever you are given, eat in that house. Popote mnapoenda na chochote mnachopewa katika hiyo nyumba mule. And eating whatever you are given. Kula chochote mnachopewa. Whatever you have been offered, eat and drink. Chochote mmetunukiwa mule na munywe. Don't move from house to house. Msitoke katika nyumba hadi nyumba nyingine. Whatever you are given, no complain, eat and enjoy. Chochote unachopewa, kula, furahia na usinungunike. I think some pastors went out of this instruction. Nafikiria wachungaji wengine wameenda nje na maagizo haya. Walipoanza kuimba inje no mora andia. When they began singing, me, I'm the servant.
If it is the hand, give me the legs, and the neck give to the children. Jesus is saying, even if you are given even the greens, you just eat and enjoy. I'm not encouraging people not to take care of pastors. Siwatii changamoto ya kwamba msiwalinde wachungaji, lakini waacha wachungaji waishi maisha mazuri. Those days people were not having those things. Zile enzi watu hawakuwa na hizo vitu. Now God has raised, we must give good things. Kwa sababu Mungu sasa ametuinua tupeane vitu vizuri. Soft things to our pastors. Vitu ebitoto asawa pastor baito. Good things. Ebintebi ya. Ebitoto taringa nendagara yoka even gari kama inawezekana. Kama ni gari tuwe na maana wa kununulia bishop. Nyumba nzuri. Nyombe ngiya. Vitu vizuri. Ebintebi ya pastor akorare nyombe yakire rangi ngiya. Discipline. Kuwa na nidhamu. Msiende kuanza kuomba atireta leo tumekula tuanyule strong boire leta angeje la. We have taken a black tea long time, so give us a good news bringer. Mtu wa kuleta habari njema is discipline. Yeye ako na nidhamu. Nuaora naende enjare wite lakini hata upige miayo hata kama njaa inakuuma, leta habari njema. This is what Jesus was telling them. Haya ndiyo Kristo alikuwa anawaambia. Because of time I want to stop here. Kwa sababu ya wakati nataka niwache hapa. In number 4. Na nambari ya 4. God will bless us, we will learn to be good news bringers. Mungu atatubariki kama tutajifundisha kuwa watu wa kuleta habari njema. To have good quality of good disciples. Ukiwa na dhabia za mwanafunzi mzuri. Who brings good news? Ambaye analeta habari njema. Not bad news. Sio habari mbaya. We are here to bring good news of the kingdom. Tuko hapa kuleta habari njema kuhusu ufalme. We should not stop people when they are supposed to access good news of the kingdom. Tusiwakataze watu wakati wako tayari kuzungumza mazuri ya ufalme. That officer was on the gate stopping people from accessing good news. Yule mkuu wa jeshi alisimama katika lango ili kuwazuia watu kuleta habari njema. Stop people from accessing good news. Usiwazuie watu kwa kupata habari njema. When people are entering good news, don't stop them. Wakati wanaleta habari njema, usiwanyamazishe. Be a good news bringer. Kuwa mtu wa kuleta habari njema. Good report. Kuleta habari njema. Amen. Amen. Can we stand up and worship the Lord? Tusimame na tumwabudu Mungu. Hallelujah. Amen. Brother Wycliffe. Hallelujah. Sing for us that the first song you sang. As we come to the end of our first service. Tunapofika kikomo cha ibada ya kwanza, want to worship the Lord as we give our offering. Tunamwabudu Mungu ili tukatoe sadaka. Offering. You Bwana. Hallelujah. You Bwana. Asifiwe. Amefufuka kifoni yu Bwana. Amina. Amefufuka kifoni
that you are the Lord. You are the Lord. We praise you, we praise you. Amen. We worship you. Wewe ni mwema. Hallelujah. Wewe ni mwaminifu There kwetu. is none like you, Lord. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neema umetupatia Bwana. Good news bring us Kuwa katika nyumba yako na kuwa watu wa kuleta habari njema. Help us, oh God. Haijalishi ni yapi tunapitia, lakini Bwana tunaomba utusaidie mara kwa mara tuwe watu wa kupeana habari njema kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hallelujah. Asante kwa sababu ya asubuhi hii. Asante kwa sababu ya wote ambao wametusikiza. Asante kwa sababu ya wale ambao wametutazama. Naomba kwamba Bwana ukatubariki na kututenda mema kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Asante kwa sababu ya siku hii. Labda unatupata kutoka mbali, unatupata kutoka karibu, umetutazama na kabisa unasema kwamba unataka kuwa mtu wa kupeleka habari njema. Watu wengi siku hizi za mwisho ni wa kupeleka habari mbaya, watu wa kupeleka habari ambayo sio nzuri. Lakini tunaomba kwamba Bwana atubariki, Bwana atusaidie tuweze kuwa wajumbe wa kupeleka habari njema katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana wewe ni mwema, jina lako liweze kuinuliwa. Tukiwa katika hiyo hali, nataka tuweze kuenda kuomba pamoja na Bwana anaenda kututendea yaliyo makuu. Amen. Unaweza kuwa unapeleka habari mbaya ama unaletewa habari mbaya. Mtegemee Kristo Yesu na tukaweze kuwa watiifu kwake na tuwe watu wa kupeleka habari njema kama wajumbe wa Bwana kwa jina la Yesu. Mwenyezi Mungu uishie milele katika jina lipitalo majina yote, na kushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye ametupata kupitia mafundisho ya asubuhi ya leo. Bwana, mtumishi wako ameweza kupeana alama za mtu ambaye anayepeleka ujumbe ya habari njema, na ameweza kuzungumzia zaidi karibu mambo matano. Naomba kwamba utusaidie mambo haya yakaweze kuwa katika maisha yetu, tukaweze kuwa na roho ya umoja ya kufanya kazi pamoja na kutembea pamoja, na hata Bwana kuinuana katika njia zote, na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Wale wote ambao umetusikiza, tunaombea baraka zako zikaweze kuwaendea, ukawafunike na damu yako, maana bila wao hatutaweza. Tutembee pamoja, hatuwezi peke yetu. Tunahitaji mtu wa kusimama pamoja nasi ili kazi ya Bwana ikaweze kuendelea. Asante kwa sababu Bwana Yesu uliamuru wanafunzi wako wapeleke habari njema. Tunaomba kwamba mahali popote pale tumepeleka habari njema, tukaaje kupeleka habari yako, tukapeleka habari zetu, tunaomba utusamehe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tujifunze kutenda na kupeleka habari ambayo ni ya kuleta furaha katika mioyo ya watu, habari njema katika ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe na litukuzwe milele yote. Bariki wote, inua wote walio wagonjwa, wakumbuke walio na shida, ambao wamefiwa na wenzao, ukaweza kuwafariji. Wale ambao wanakuhitaji katika wiki hii, ukaweza kuonekania. Wale ambao wanasafiri, uwe pamoja na wao, na jina lako libarikiwe milele yote, maana ni mwema. Katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, mtu wa Mungu asema amina. Amen, amen, amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Pia wale ambao hamjatoa sadaka zenu, mnaweza kumtumikia Mungu mkiwa karibu, hata mkiwa mbali. Unaweza kumtumikia Mungu ukiwa karibu ama mbali, na hiyo inawezekana. Labda kama unataka kutoa sadaka zako pamoja na fungu la 10, unataka kutoa sadaka ya shukrani, unaweza kutumia namba hii ili hiyo sadaka ikaweze kufika katika kanisa letu la Nyamataro. Hata kama uko mbali ama karibu, unaenda kwa M-Pesa, unaenda mahali panaitwa Pae Goods and Services, alafu tiri namba unaweka ni 331388. Yani unaenda kwa M-Pesa Pae Goods and Services,
till number unaweka 331388, na utakapokuwa umeweka pesa ile unataka kutoa, itakuletea Nyamataro PAG Church. Utakuwa umefanya kazi ya Bwana ukiwa mbali hata karibu, kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Pongeza wote wale ambao mmekuwa mkisimama pamoja na kazi ya Bwana, hata kama haujawahi kushiriki katika kanisa hili, lakini bado unasikia moyo kuunganika pamoja nasi katika matoleo. Bwana akubariki kabisa na Bwana akutendee mema. Kwa hayo mengi na machache, tunaombea wiki njema yenye baraka. Bwana akawaonekanie katika njia zote, mtakapokuwa mkisafiri hapa na pale, mtakapokuwa katika maofisi yenu, mtakapokuwa mkifanya biashara, mtakapokuwa masambani. Bwana awe pamoja nanyi na waonekanie katika njia zote, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na mtu wa Mungu aseme amina. Amen. 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 Bwana wabariki sana, Bwana watendee mema, Bwana akawainue. Tumemalizia ibada yetu ya kwanza hapa, tunaenda moja kwa moja kwa Sunday school. Hivyo wale walimu wetu pamoja na kila mwanafunzi aende katika darasa lake moja kwa moja. Praise and worship, unapoweka kitu hapo tukijipanga kuondoka.